kumeibuka na wimbi la vijana kukwepa kazi ya Mungu, na mwisho wa siku amejikita kwenye swala la utafutaji na mambo mengine ya kidunia. Wewe katika swala hili huoni kwamba linawapunguzia pia heshima kwa upande mwingine? Wewe unalizungumziaje? Nashukuru sana ndugu mtangazaji na kwa swali zuri, kwamba kwa kipindi hiki ambacho tupo tunaona kwamba vijana sana wamepunguza kumtumikia Mungu, na kuona kwamba hii hali inaendelea kuwashushia heshima yao. Naomba nilijibu kwa namna mbili tofauti. Namna ya kwanza ni kubaliane na wewe kwamba vijana wengi ni kama vile hawako tayari kuwajibika kwa sasa hivi kwa kiwango kile ambacho mtazamo wa watu ulivyo. Na kwa sababu ya maisha ambao vile wanapo fight. Lakini mtazamo wa pili ambao ndo nitakaa kidogo hapo kuzungumzia ni kwamba tukisema vijana hawamtumikii Mungu ni kama vile tunaishusha ile kazi kubwa vijana tunafanya. Kwa sababu ni kweli, mimi kwa mtazamo mwingine ni kama vijana wanafanya ipasavyo, wanajitahidi kufanya kwa sehemu yao. Kwa japo changamoto iliyopo ni kwamba vijana wanaonekana wengi sana, lakini wachache wanafanya hiyo kazi. Tukumbuke ndani ya hao vijana wengi tunaoonekana, bado kuna vijana bado hawajaja zizini kumpokea Kristo Yesu. Lakini wale wachache waliokuja, wengi wanatumika. Fuatilia praise mbalimbali, wamejaa vijana wanamtumikia Mungu. Fuatilia waimbaji wakubwa sasa hivi Tanzania, ni vijana wanamtumikia Mungu. Fuatilia wapiga vyombo wengi makanisani, ni vijana na wanamtumikia Mungu. Fuatilia kuna nani kubwa sasa hivi ya wachungaji vijana wengi sana wapo wanamtumikia Mungu. Changamoto vijana tunafanywa tathmini nje ya kujua ni wangapi wameokoka na wangapi hawajaokoka. Hata waliopo makanisani, fuatilia majukumu wanafanya kazi nzuri sana. Lakini kuna namna ambavyo watu walihisi kama vijana tungeboresha. Lakini wakati sisi tunapambana pia kumtumikia Mungu, wakati huo maisha na yenyewe yamepanda. Tofauti na zamani babu zetu walivyo. Babu zetu walikuwa ni rahisi, unalima shamba, watu wanakuja wanakula ugali tu, labda na maziwa, labda na mboga, maisha yameenda. Watoto walikuwa hakuna kuwalipia ada kama ilivyokuwa sasa hivi. Lakini sasa hivi kuna kiwango kikubwa, kiwango chini cha hela cha kulipa ada ya mtoto, labda 1,000,000. Kwa hiyo kijana una fight ili utafute 1,000,000 mtoto ili asije akarudishwa. Lakini kijana una fight kwa sababu kwenye huduma makanisa yanahitaji fedha, kwa sababu huduma pia inahitaji fedha. Hakuna huduma inaweza kuendeshwa bila fedha. Kama kuna wanaotoa, bado vijana wanahusika. Kwa 80% ya makanisa vijana wanawajibika 80% kwenye makanisa. Ukitaka kupiga hiyo mahesabu vizuri, zile nafasi nyeti kwenye makanisa vijana wameshikilia. Kwa nini? Mfano hii nzuri tu ya media. Sasa hivi tunaonekana mitandaoni kwa sababu kuna vijana kama nyie mmeamua kujitoa kufanya hiyo kazi. Fuatilia masuala ya muziki. Kuna vijana wamejitoa usiku, mtu anaenda kazini mchana, usiku yupo kanisani kufanya mazoezi. Lengo ni kutengeneza kitu bora kwa ajili ya Mungu. Kwa hiyo kwa namna moja, kuna namna na sisi tumedrop kama vijana kutokana na wimbi la dunia ilivyo. Lakini kuna namna vijana pia wanawajibika, isipokuwa kutoka kwenye center tulizopo. Mfano jiji la Dar es Salaam ni jiji lilobana. Tofauti na majiji mengine. Unaweza ukakuta jiji la Arusha labda mikoani ukakuta vijana wengi wapo kwenye utumishi. Lakini mazingira yao inawaruhusu. Dar es Salaam ukisema nyakati zote wapo kanisani, maana yake unajihakikishia utalala njaa. Ni kweli Mungu ni mpaji, lakini anabariki kazi ya mikono yetu. Lazima tufanye kazi ili Mungu abariki kazi ya mikono yetu. Oh, hallelujah. Na kuna point umezungumza, umesema kwamba vijana
na nukuu kutoka kwako kwamba umesema vijana wengi unakuta ukiangalia praise na worshiping wengi wamejaa vijana. Swala ya uimbaji asilimia kubwa. Sio kwamba vijana wamejikita kwenye uimbaji kwa ajili ya maslahi, kwa sababu ukiangalia asilimia kubwa, kundi kubwa liko kwenye uimbaji. Lakini wachache ambao unakuta vile vipawa vya kama uinjilisti, walimu, mwana, uchungaji, hivi vingine upande mwingine mbona kama vile vinaonekana viko chini sana. Si kwamba vijana wamejikita kwenye uimbaji ili kwa ajili ya kutafuta maslahi. Wewe unalizungumziaje? Ni kweli hilo wimbi lipo na huo mtazamo upo, na kama vijana sasa leo naomba niusemee vijana wote Tanzania sasa wanaofanya hiyo huduma, mimi mtazamo wangu ni tofauti sana. Kama hawafanyi kwa sababu ya fedha, ila wanafanya kwa sababu ya Mungu. Kiwango ambacho wanapewa, kiwango wanachopata hailingani na kazi wanaifanya. Ukitaka kufuatilia, angalia wanaifanya live recording, hela nyingi inatumika. Lakini wakati huo kuna wachungaji wanazaliwa kwenye hizo huduma. Ukifuatilia Boaz, mke wake ni mchungaji. Ndio. Ukifuatilia waimbaji wengi wanaibuka kuwa watumishi wa Mungu. Waimbaji wanaibuka kuwa wahubiri wa neno la Mungu. Juzi tunamshuhudia Boaz akiwa Zanzibar akifanya uinjilisti. Bado ni kijana. Lakini kwenye makanisa yetu naona ni watolee mfano wakina Michael, wakina Januari, huwa wanatoka kwenda mtaani kuhubiri injili. Wale ni vijana tunao wanayomtumikia Mungu. Na wale ambao swala la wito la uchungaji ni wito kutoka kwa Mungu. Sio kitu ambacho kinatoka ndani. Sio kitu cha lazima ambayo mtu anasema lazima mimi niwe mchungaji. Ni wito wa Mungu, ni neema ya Mungu. Hatuna uhakika kwamba ndani ya hao vijana wote wameitwa kwa wachungaji, ila baadhi walioitwa kama wachungaji kuna waliokuwa wachungaji hadi sasa. Wewe unavyoamini kwamba mtu yuko tayari kuingia kwenye uchungaji, huo ni wito, na kwa sababu ni wito aliyokuita yeye ndiye atakayekulazimisha uingie kwenye uchungaji. Ukishajiungamanisha na Mungu utasikia kabisa wito. Mungu anataka mimi uelekeo wangu ni huu. Na ukishapata huo uelekeo utalazimika uwe na baba atakaye kuongoza katika njia hiyo ili uweze kufika kwenye hatima hiyo uliyokusudia. Ukiangalia asilimia kubwa, kama umeshawahi kusikiliza watu ambao wako kwenye uchungaji, kila mmoja unayemsikia anasema mimi kipindi nimeambiwa kuwa mchungaji nilikataa. Uone kwamba hiyo wanaikwepa sana kwa sababu ya mambo kama haya. Ashukuriwe Mungu kwamba kila anayekwepa kama Mungu amesema lazima atakuwa. Na nikusihi tu kijana mwenzangu, kama wito wa kichungaji uko ndani yako usiukwepe, wala usiwe kama Yona bure. Kwa sababu utarudi tu na utakaa katika mstari wako. Kwa sababu anayekuita ni Mungu. Mungu anamwambia Joshua, ndio, kabla hujaoa tumboni mwa mama yako nalikujua. Alafu nilikutakasa uje kuwa nabii. Maana yake kabla hajao tumboni Mungu anamwambia na ulikujua. Kwa hiyo ni swala la Mungu. Swala la wito ni swala la Mungu binafsi. Hakuna watu wanaharibu kama vijana waliojawa na mihemko wa kulazimika kutaka kufanya jambo kwa sababu ya Ukiwakuta watumishi wengi wanaharibu ni wale walioingia kwa sababu, lakini sio kwa wito. Kijana mwenzangu, yote mwenye wito, unaona una wito, dalili ya kwanza ya wito ni lazima utaona wewe, lakini utakuwa mnyenyekevu. Wito haukuinui uwe juu. Ndio. Wito unakufanya kushuka uwe chini. Unakufanya uone walioko mbele yako kuwa ni bora kuliko wewe. Changamoto ya wengi hawa ambao wanaona kwamba wanaanza kuona wao hadi wanataka kuona kama ni bora kuliko mchungaji wao anayewaongoza. Sasa hiyo ni changamoto nyingine. Ukiona hiyo dalili, kimbia. Huko sio kwako. Au tafuta mafundisho mazuri, lakini ukweli usiopingika. Vijana wanamtumikia Mungu.
tunamtumikia Mungu sana. Amina Tuombeni sana. na wazee wetu, mama zetu, tuombeni neema ya Kristo Yesu ya kuzidi kukua katika hiyo, ili tumtumikie Mungu ipasavyo. Amina sana. Kwa kweli nipende kukushukuru kwa muda huu ambao tumekuwa wote kwa pamoja. Tumefika mwisho wa kipindi chetu hiki. Kwa nipende kukushukuru sana sana, na pia wewe unatufuatilia unaweza ukadondosha komenti yako hapo, lakini pia kama utakuwa na ushauri wowote unaweza ukatufuata inbox. Hii ni IB Media. Mimi mtangazaji wako naitwa Ibrahim Joseph. Nilikuwa naye mtumishi wa Mungu anaitwa Yohana Moleli. Kwa hiyo Mungu akubariki sana. Tukutane tena kwenye pati nyingine ambayo inazungumzia heshima ya kijana.